Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, unajua ya kuwa unaweza kukusanya majibu ya watu zaidi ya 100 kwa dakika chache tu, bila ya karatasi, bila ya stress kabisa? Leo nitakuonyesha jinsi ya kuunda Google Form hatua kwa hatua, na utaona ni rahisi kuliko unavyofikiria. Hebu fikiria ya kuwa unahitaji kuandaa sherehe ya kuzaliwa. Sasa unahitaji kujua waalikwa wako wanapendelea chakula gani. Huna haja ya kumpigia simu kila mmoja. Wewe tengeneza Google Form tu. Kwa Google Form unaweza kukusanya taarifa za watu wengi ndani ya muda mchache bila ya kuteseka. Kutengeneza Google Form, nenda kwenye browser yako, kama ni Microsoft Edge, Google Chrome au Mozilla Firefox. Ifungue. Ukisha ifungua, nenda kwenye sehemu ya kusearch, andika forms.google.com. Kisha bonyeza enter. Ukisha bonyeza enter, sehemu kama hii itafunguka kwa wale ambao wamesha sign in kabisa kwenye browser yao. Lakini kama huja sign in, itakuhitaji uandike email kisha password. Kisha chagua aina ya form unayohitaji. Sisi tunachagua blank form. Ukisha click, sehemu kama hii itafunguka. Ikisha funguka sehemu hii, kuna sehemu ya juu hii hapa utaandika jina la hiyo form unayohitaji wewe kuitengeneza. Je, ni jina gani? Kwa mfano sisi tunaita birthday Paul. Kisha kuna sehemu ya description. Hapa utaweka maelezo ya kuhusu hiyo form yako. Pengine labda unahitaji watu wajibu, au unahitaji kuelezea chochote kile unachohitaji kuelezea. Wewe ndo utakiandika hapa kwenye description yako. Kisha kuna sehemu hii hapa ya untitled question. Hapa unaweza sasa ukaandika swali lako la kwanza. Kwa hiyo ukiklik hapa, ukiandika swali lako la kwanza, kwa mfano sisi tunahitaji labda tumwambie mtu what is your maybe name, what is your name. Kwa hiyo kisha andika swali lenyewe, mara nyingi huwa ninajichagua, lakini nenda kachague aina ya swali. Hapa tunaweka short answer. Short answer ukiklik hii, kwa maana yake ni kwamba yule anayekuja jibu atakuwa na maelezo machache tu anayotakiwa yeye ayajibu. Ndio aina ya short answer swali lake. Imetokezea unahitaji kuongeza swali, unaenda kwenye sehemu ya jumlisha hii, kisha una click. Ukiklik hii, moja kwa moja swali litaingia ndani ya fomu yako, kisha utaanza kuandika swali lako lingine. Utaamua swali kwa mujibu wa ile fomu yako. Kwa kuwa sisi ni birthday Paul, pengine tunahitaji mtu aje, au tunamuuliza je, utakuja? Will you attend? Je, utakuja? Kuna option hapa chini, option 1, na unaweza ku-add option nyingine nyingi. Swali lake hili ni multiple choice, maana yake linawezekana ikawa yes au no, au pengine kama walipotoa suggestion pale unaweza ukasema pengine maybe, lakini sisi tunahitaji yes na no tu. Kwa tunaingiza yes no. Hakikisha swali lako liwe katika aina unayohitaji. Kwa mfano hili ni multiple choice, lakini unahitaji pengine kuhakikisha au kutengeneza, unaweza kuweka required kama unahitaji swali hilo lazima lijibiwe. Kwa hiyo ukiwasha sehemu hiyo, swali hili maana yake lazima mtu ajibu. Unaenda sasa kwenye kuchagua aina ya swali lako. Tumesema swali letu ni multiple choice question, kwa tunaliacha kama lilivyo multiple choice question. Maana yake mtu atajibu kimoja baina ya hivyo viwili. Tunaongeza swali lingine. Tumesema tunabonyeza sehemu ya jumlisha na swali litaingia. Sehemu ya kuandika swali. Hapo sasa utaandika swali unalolihitaji. Hebu sasa tubadilishe. Labda tumuulize sasa, je, unapendelea chakula gani? Au utapendelea chakula gani wewe ukiwa kwenye party sasa? Chakula gani utakipendelea? Kwa hiyo swali hili sasa tunakwenda kubadilisha aina yake ile.
tunakuja kuchagua hapa. Swali hili tunalipa checkbox. Maana ya checkbox ni kwamba mtu anaweza kuchagua jawabu zaidi ya moja kwenye hizo option ambazo tunaweka, then tuna click kwenye option hapa, kisha tunaandika pengine labda chakula cha kwanza ni kuku, kwa ni chicken, halafu tunaweka kwenye option. Kumbuka kitu cha kuzingatia hapa, usije ukagusa hii add other, gusa hii add option ili iingie option ya pili. Maana yake add option, unaingiza option nyingine hapo. Ukishamaliza vile vile unakwenda kwenye add option. Ukiklik add option, maana yake una add ile option nyingine. Kwa hiyo hapa sasa mtu ukirusha hii form anatakiwa aweze kujaza zaidi ya chakula kimoja ambacho anapendelea yeye, na kutakuwa hakuna shida kwa upande wake. Nadhani tunaelewana vizuri kabisa. Sasa kuna sehemu ya jicho hii, ukiklik hapa maana yake unakwenda kuipreview au unakwenda kuiangalia ile form yako katika muundo wake itakuwa kuwaje. Kwa mfano kama utamrushia mtu itaonekana vipi? Kwa hiyo hivi ndivyo itakavyokuja onekanwa. Kwa hiyo itaonekana kuna sehemu ya swali na jawabu yake ambapo inahitajika kuandikwa. Kuna swali, utaona kama ni sehemu ya kuchagua, basi utaona kuna sehemu za kuchagua hapo. Maana swali sehemu zake za kuchagua, swali sehemu zake za kuchagua, swali na sehemu zake za kujibu kama unavyoona hapa. Leo tunawaonesha tu, lakini tutajangolea kwa upana zaidi katika video zijazo, ambapo huko tutazungumza mengi kuhusu hii form. Tunamalizia leo namna ya kutengeneza form, lakini kwenye video zijazo tunaelezea namna gani unaweza ukaitumia hii setting, sehemu ya response. Okay, kwanza tunahitaji tu publish hapa. Kwa hiyo unabonyeza publish ili iweko online. Sasa tunaweka anyone with the link anaweza akajibu maswali. Kwa hiyo tunabonyeza publish, tukisha publish tayari tunaweza tukaicopy. Kisha icopy form yetu hii tunaweza tukaishare katika magrupu yoyote, kama ni WhatsApp, Facebook, ili watu waende wakafanyaje, ili watu waende wakajibu. Mambo mengine mengi tutakuja kuelezea kwenye video zinazofuata, ambazo hizo tutakuja zungumzia masuala ya kubadilisha themes, kuedit picture. Cha msingi tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV, karibu tena, bye bye.